It is a wonderful afternoon. Ni mchana mwema. Praise the Lord. Amen. And so I was looking into some things here. Kuna vitu amekuwa akiviangalia to see if I can proceed with how to provoke Father's blessings. kwamba vile unaweza anzisha baraka zake Baba. And God is like redirecting me elsewhere. Na Mungu ni kama anamuongoza kwingine. God is like directing me elsewhere. Kana kwamba Mungu anamuongoza kwingine. Praise be to the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. I feel like I want to teach on something. Anahisi ni kama afundishe kwa kitu. We are going to read two scriptures. Nenda kusoma maandiko mara mbili. From the book of Matthew chapter 26 and verse 41. Mathayo 26:41. If you are there, you can say amen. Amina. And also we are going to read from the book of James chapter 4 and verse 3. Yakobo 4:3. Let us start from the book of James chapter 4 and verse 3. The Bible says in the book of James chapter 4 and verse 3. Yakobo 4:3. You ask and receive not, because you ask amiss. Ya kwamba hata maomba wala hampati kwa sababu maomba vibaya, that you may consume it upon your lust. ili mvitumie kwa tamaa zenu. I want to talk about kuzungumzia what stops you from getting an answered prayer, kinachokuzuia kupata jawabu kutokana na maombi yako, or hindrance to an answered prayer. Kizuizi kwa maombi uliyoomba ili usipate jawabu. We had teachings, powerful teachings from Ron Kingsley. Tumekuwa na mafundisho mazuri kutoka kwa Ron Kingsley, and they were very, very powerful. Yalikuwa mafundisho yenye nguvu. He read from the book of Hosea. Akasoma kitabu cha Hosea. It is chapter number aya 4:6. Yes, and it says Akasema, that my people ya kwamba watu wangu, because of what? Watu wangu hujutia kutokana na lack of knowledge. And what? I want us to proceed. The entire people only narrate or only talk about or only quote, my people perish because of lack of knowledge, but they are not proceeding. Watu kuna akili tu hayo na hawaendelei. If you are there, who is there? Ni nani amefika pale? Yes. They have rejected. Ya kwamba wamekataa. My people are destroyed for lack of knowledge, because you have rejected knowledge. My people are destroyed. Watu wangu wameharibiwa kwa sababu lack knowledge. Wanakosa hekima. Not because knowledge is not available. Si kwa sababu hekima haipatikani, but knowledge is available. Ya kwamba mafundisho yanapatikana. But they have done what? Lakini wamefanya nini? Because you have rejected knowledge. You have rejected knowledge. Wamekata elimu. I also reject you as my priests. I also reject you as my priest. Now I want you to know Hosea, prophet Hosea, Nabii Hosea is one of the minor prophets. Ni mojawapo manabii. And Hosea was called in at times that his family was not in a good position. Ya kwamba aliitwa wakati familia yake haipo katika nafasi nzuri.
And I want to tell you, child of God, Nataka nikwambie mtoto wa Mungu, that if God has got a mandate with you, kama Mungu ako na kusudi na wewe, if God has got an assignment with you, amekuandaa kwa kitu fulani, He will allow something ataruhusu kitu to be pinching you so that you go close to Him. kiwe kinakufinya ili ukamsongee. Praise the name of the living God. Jina la Bwana libarikiwe. So if you are a believer and everything is new, Kama wewe ni muumini na kila kitu kiko sawa, there is something wrong. kuna kitu ambacho hakiendi So vizuri. God uses situations and tough times to Mungu draw us kutumia close. siku na hali ngumu akusongeshe karibu naye. God uses tough situations to reveal Himself that He is God. Mungu kutumia hali ngumu ili adhihirishe kwako kwamba yeye ni Mungu. How will you know that God is faithful if you cannot, if everything is new? Utamjuaje Mungu ni mwaminifu kama kila kitu kiko sawa? And I want to talk to the servants of God here. Tazungumzia watumishi wa Mungu hapa. Praise be to the name of the living Jina God. la Bwana libarikiwe. Hosea, God commanded him and directed him to go and marry a harlot. Ya kwamba Hosea Mungu alimamrisha aende akamweka hapo. Imagine you are a prophet Changa kwamba wewe ni nabii and your wife, naye mke wako, mke wako tomorrow your wife is with Deacon Silas, kesho yuko na Deacon Silas, and people know, na watu wanajua, not secretly. hawasiki siri. The other day he is with Dennis. Ile nyingine ako na Dennis. The other day he has left Dennis Siku ile nyingine amemwacha Dennis because Dennis is so tough. sababu Dennis si mkali. He is with Ezekiel. Hako na Ezekieli, He left Ezekiel akamwacha Ezekieli because Ezekiel is too prayerful. babu Ezekieli wa maombi, He left Ezekiel. anaacha Ezekieli, He goes to Shadrach. anaenda kwa Shadrach, He leaves Shadrach. anamwacha Shadrach. Shadrach is good, Shadrach ni mzuri, but he's not doing something lakini kuna vitu vingine havifanyi the way he wants to be ili done. alivyotaka vitu vyake vifanyike. So he leaves Shadrach. Anamwacha Shadrach, He goes to Patrick. anaja kwangu, And now you are there na uko pale preaching to people, na hubiria watu, telling people, kiambia watu return from your evil ways. macheni cheze nyumbani. And people are looking at you. Watu wanakutazama, You don't have a wife. hauna mke. Let me tell you, channel. Wacha nikwambie mtoto wangu, The anointing ya kwamba upako flows from the sky. tirika kutoka kwenye vidonda. Hallelujah. Amen. The anointing flows from the Ya sky. kwamba mafuta utirika kutoka kwenye vidonda. The tougher the pain, Ya kwamba uchungu unapozidi kukua, the crude and the pure the anointing is. vivyo hivyo ndivyo mafuta yanapong'aa na kupendeza. So do not be afraid. Siogope, Do not be afraid. siogope, Do not be afraid. siogope. Now the Bible says, Maandiki the inasema book of James, that you pray, ya kwamba maomba, but you pray amiss. ya maomba vibaya. Now prayer Maombi is a communication between man and divinity. ya kwamba ni mawasiliano na kiungu, So when you talk to somebody or you have a request, ya kwamba uko na ombi so you are communicating to God. na asiliana na Mungu. Everybody has something that he needs from God. Kila yote ana kitu ambacho anahitaji kutoka kwa Mungu. And so Kwa hivyo James is saying Yakobo anasema that you pray maomba the way the Bible says, I pray without ceasing. vile maandiko imesema, ombeni msipo But koma. you pray amiss. Lakini maomba vibaya. Why is it amiss? Sababu gani ni vibaya? That you may consume it upon your lust. Ya kwamba mkazitumia katika tamaa zenu. So it means Yamaanisha God wants you to pray Mungu anataka uombe that he can answer. ili akujibu. According to the book of Jeremiah 33:3. Ya kwamba kutokana na Yeremia 3:3 Dennis has read it here. ya mtoto Call ameosoma unto me, ya kwamba iteni, and I will hear you, I will answer. nitawasikiliza na I will nitawajibu. show you great and mighty things. Taonyesha mambo makuu. But some of us, Wengine wetu we are not being answered hatujibiwi because kwa sababu the will of God mapenzi ya Mungu upon your life juu ya maisha yako is that you serve your purpose, ili ukatumikie kusudi lako, and he will only answer
na atakujibu tu pekee things that will be an alignment to the purpose that you are called. vitu ambavyo vimelinganishwa na kusudi uliloitiwa. Now I want you to know this. Nataka kujua hili A destiny ya kwamba hatima is what God has prepared for you. ni kile ambacho Mungu ameshakuandalia, Is a destination for you. ni hatima yako, It is the Canaan for you. ni Kanani yako. But purpose, Lakini kusudi it is what you are ni kile ambacho huko for people. kwa watu. Are we together? Tuko pamoja? So God has called you to serve people. Mungu amekuita utumikie watu. There is something that God has put in you. Kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. God did not bring you under the sun Hakukuleta chini ya jua that you eat, you drink, and you ya kwamba ule na unywe na ufurahie tu. God brought you Mungu alikuleta with a purpose. na kusudi, And the purpose na ile kusudi is to complement and bring solutions to other people. ya kwamba ukalete suluhu kwa watu So wengine. James is saying Ya kwamba anasema that's not that you are not praying, kwamba si ya kwamba hamuombi, but you are praying amiss unaomba vibaya, because you are praying to satisfy yourself. ya kwamba unaomba ili utimize tamaa zako. You don't need to pray to satisfy yourself. Hataki omba ili utimize tamaa zako. You need to pray. Yafaa uombe. So when I pray for God to bless this, Napoomba Mungu abariki hili kanisa, whenever I pray God to bless me, napoomba Mungu abariki, God will delay. Mungu But when I atakawia. pray, I tell God, Anapoambia Mungu bless me for this ministry. nibariki kwa sababu ya huduma hii, God blesses me. Mungu anambariki. And whatever God has given me, Chochote Mungu amempa it is because for His work ni kwa sababu ya kazi yake, that I may serve you. ili akutumikie. Praise the name of the living God. Jina la Bwana libarikiwe. So, Kwa hivyo God Mungu, created you, so whatever you need, chochote unachohitaji it is for you to serve others. ni kwa sababu ya kutumikia wengine. God only answers Mungu hutujibu what is in alignment with His will. kile ambacho kinalingana na mapenzi yake. And that is why when Hannah was praying, Hana alipokuwa anaomba until the day she told God mpaka siku alipomwambia Mungu, that if you bless me with a son, takaponibariki na mwana I will give him unto you. nitakupa wewe. That is when God heard the Kwa Bible sababu says, Mungu aliposikia, the Bible says andiko linasema that Eli was provoked when speak a blessing Eli alikuwa anatoa baraka, and speak to her akamnenea, and tell her today akamwambia leo to usiku find favor. utapata kibali. Why? Sababu gani? God Mungu will always answer atakujibu kila wakati what is in alignment kile ambacho kinalingana with His will. na mapenzi yake. That is why James is saying, Sababu ya kuba anasema you are praying, maomba, but praying amiss, lakini maomba vibaya, because what you want sababu kile mnahitaji is me. ni mimi tu, ni mimi tu, ni mimi tu. What does the Bible say in the book of Matthew? I said Matthew chapter 26 verse 41. The Bible says, Andiki nasema watch and pray. ya kwamba kesheni muombe. This is Jesus. Huyu ni Yesu, He went to pray with the disciples. kaenda kuomba na wanafunzi wake. And when he went to pray with them, Alipoenda kuomba na wanafunzi wake, he left akawaacha nyuma, and he went up there. akaenda pale juu. Coming back, Kirejea he found them sleeping. akawapata And he wanawake, asked them, akauliza, you mean you cannot even pray for an hour? mama chamwezi mbata kwa lisali So moja. meaning the least time you need to pray is Jamani, what? wakati mfupi unafaa uombe kwa Mungu ni lisaa. Is what? Lisali moja. Is what? Lisali moja. 1 hour. Lisali moja. That is the least time you are supposed to pray. Huo ndio wakati ambao ni mdogo sana unafaa uombe. Some of you only pray for food. Wangani wengine muombe chakula. Father, bless this food in Jesus' name. Bariki chakula hiki kwa jina la Yesu. Even 2 seconds Hata sekunde mbili is much. ni mingi. But he's saying, Anasema don't only pray. msiombe tu pekee. Don't only pray with your eyes closed. Msiombe tu pekee kama macho yamefunga. Pray and watch Ya kwamba ombeni that you may not fall into temptation. ya kwamba msije mkaingia majaribuni. The spirit is dead, is willing, but the flesh is weak. Roho i radhi
lakini mwili ni mdhaifu. So he is telling the Na disciples ndio wanafunzi, that yes, I know you pray. hakika najua maomba, Believers pray. waumini huomba, People pray. watu huomba. I saw there are people, I saw it in the internet. Kuna watu kwenye mtandaoni There is a style nowadays that they are using to pray. wanatumia tuzingine kuomba, Huh? With their heads down and their legs upside. vichwa vyao vikiwa chini, miguu juu. And Silas, come. Silas, you know it. Silas anajua. They hold hands like this. Wanashikana mikono hivyo, Now they are like they are. wanainamisha They are vichwa being chini, shocked. There is a shock. wanatingwa ni kama wamepigwa na shock. Please, you can't do that and you Wanatingwa, and they are doing it like this. wanatingika hivyo And kama I pray. wamepigwa na umeme. And they do some funny postures. Wanafanya vitu vingine ambavyo ni vya kushangaza. Like this. Wanafanya hivyo miguu wakitingika, wanaomba. How many of you have seen them? Wengine wangapi wamewaona mtandao? How many of you have seen them? Huh? And I saw another clip. Someone Akaona ingine is climbing a post like this. anapiga kichwa hedi hapa akipanda, He is praying. anaomba, He is praying. anaomba, He wants God to see. taka Mungu aone. But the Bible says Bali kinasema you are praying amiss naomba kuombe because you pray, maomba, but you are not watching. lakini hamwangalii. That you don't know neighbor. Ya kwamba jirani, Watch as you pray. ya kwamba angalia unapoomba. So you don't need to pray blindly. Haifai uombe kama hivyo. Jesus was telling the disciples, Alikuwa anaambia wanafunzi, don't pray blindly, msiombe tu hivyo hivi, but pray and watch. ombeni mkiangalia, Because there are temptation. kwamba kunayo majaribu, There are temptations. kunazo majaribu. But if you don't pray and watch, Sipoomba ukiangalia, temptations will carry you out. majaribu yatakushinda, And you will pray amiss. utaomba. So the reason as to why we are praying amiss Mambo ambayo tunaomba baya, is because everything is for us. kila kitu tunataka kwa sababu yetu, For us. ni yetu. God bless me. Mungu nibariki, God lift me. Mungu niinue, God remember me. Mungu nikumbuke. Me alone, me Mimi alone. peke yangu, I peke yangu. need good soup. Na nataka For ngozi, me alone. hivi tu yangu I peke need yangu. good what? Nahitaji vitu, pesa tu. Good house. Saka nyumba nzuri, For me alone. yangu peke yangu. Good wife. Mke mzuri, For me alone. kwangu peke So yangu. you want other bad wives to go to other people. Unataka wake wengine wabaya waendee watu wengine. Only good things, you want only good things to come to. Wataka vitu vizuri vije kwa kutu. So he's telling pray and watch Kwamba ombeni mkiomba, that you may not fall into what? sije mkaingia majaribu. What is Jesus telling? What did Jesus was telling these people Ni to watch? kitu gani wanafunzi Yesu alikuwa anaambia wanafunzi? Number one, Ya kwanza, watch your ways. angalia njia zako. So you can write watch going downwards. Unaweza andika hilo neno A-T-C-H. vile hivyo. Watch. Angalia. Watch your ways. Angalia njia zako. Watch your ways. Angalia njia zako. There are people, Kuna watu you pray. There are unaomba. there are people who believe in shortcuts. Kuna watu wanaamini kwenye njia za mkato. Shortcuts. Njia za mkato. I'm telling you, there are people, Kuna watu nakwambia, you want things to be right to you, with you. unataka vitu viwe sawa. Watch your ways. Angalia njia zako. God is maybe looking at you, Wenda Mungu anakuangalia your ways, njia zako, and he's saying, this person, if I bless him, anaona huyu mtu nikimbariki wakati huu, hapana, things will not work out. vitu havitenda vizuri. So sometimes it is your ways. Wakati mwingine ni njia zako. That Jesus is saying, as you pray, Napoomba, watch your ways. angalia njia zako. Watch your ways. Angalia njia zako. How are you doing things? Unafanya vipi vitu zako? Are you somebody who is, you know, there are people who are hypocrites. Kuna watu ambao wanajificha na wao. They are good. They are very good. They are very good. Watu wazuri, But in darkness, lakini kwenye giza they are very bad. watu wabaya sana. Very bad. Watu wabaya sana. So those are the things. So watch your ways. Tazama njia zako. Number two, Ya pili,
watch your attitude. ya kwamba tazama tabia zako, Watch your attitude. tazama tabia zako. Your attitude Tabia zako might be the reason as why God is not answering your prayer. huenda kuwa ni sababu ambayo Mungu hakujibu maombi yako. Attitude ni Nia, ama ni nia. nia, tazamia nia yako. There are people Kuna watu who are just praying that God may bless them, wanaomba ili Mungu awabariki, so that their enemies may see dust. ili adui zao waone vumbi. God bless me, Mungu nibariki, so that Erastus may know ili Erastus ajue that I can also speak. ya kwamba mimi naweza nena, Can also put on a yellow tie like his. naweza vaa tai ya udhurungi. God bless me, Mungu nibariki, so that those who thought I could not be blessed walidhani kwamba singebarikiwa may know that I have money. wajue kwamba ninazo fedha. God bless me that people may know. Nibariki ili watu wajue, My enemies may know. wali zangu wajue Your attitude. nia yako. There are people here Na watu hapa that God is not blessing you Mungu hakubariki because they know. sababu anajua, God knows Mungu anajua if they bless you, akikubariki that husband huyo mume will no longer be your husband. hata kuwa mume wako, Will not fit. hata kuwa kwenye kiwango chako. You'll go and look for people Tena utafute watu who wengine import suits. ambao wanaleta kutoka ng'ambo suti, Those people who have many beards here. Beards. wenye ndevu mrefu kubwa, na wamenyoa vipara, Bald and but devils go up. wamenyoa vipara lakini ndevu zimechongwa vizuri. God knows your attitude. Mungu anajua nia yako, That is why God sometimes is looking at you like sababu this. Mungu anakutazama He's like hivi, this. If I bless this person, huyu nikimbariki even he will not be a member. He will not be serving under Reverend Martin. hata kuwa anatumika chini ya kasisi Mati, He will go and look for another somebody. And God wants you to learn na Mungu anataka kujifunza the attitude. nia. Turn to your neighbor. Jirani, Change your attitude. badilisha nia yako, Pray and watch. na kwamba ukitazama, ukiangalia nia yako. Some people here, God is looking at you and he says, Wengine wengi Mungu anawatazama, if God bless me, Mungu ananibariki so that I can go to the agent and tell agent to remove the neighbor next to me. ningeenda kwenye mwenye nyumba nimwambia atoe jirani yangu huyu. You know there are people who pray, Na watu wanaomba, God answer. If God could have been answering every prayer, ingekuwa Mungu anajibu kila maombi, some of you could have not been alive. wengine hamngekuwa wazima. Because there are people who pray, kill, Na watu wanaomba finish. maliza. So God is looking at your attitude. Mungu anatazamia nia yako. He says no. Sema hapana, Bless me so that people may know. nibariki ili Mungu watu waongeze Attitude. nia. Your attitude is totally Nia yako hakika pride. ni kiburi. God looks at you and sees it. Mungu anakutazama, anaona The attitude. Number 3 is Yeah. what? Yeah. Tongue. ulimi. God sometimes Wakati mwingine Mungu is not answering us because of the tongue. hatujibi kwa sababu ya ulimi ndimi zetu. There are people, kuna watu that moshene haikuwaki moshene kama haijawapitia. Yaani hata ukienda uambie Silas, umesikia kile imefanyika? Hapana. Hata kuuliza, na umeongea na Joan? Je, umeambia Joan? Anakwambia sijamwambia. Umwelezee. Wewe ndio umwambie. Ndio ikitoka kwa Joan inatoka ikiwa tamu. Anaongeza virutubishi. Inatoka ikiwa unatamani kuisikia.
sikia. There are people that they are tongue. Kuna watu ndimi zao, You just speak anyhow. unanena tu ihobela. Our tongue has messed us up. Ulimi wetu umetukosea sana. You just speak without a break. Unanena bila kukoma. Someone wants to bless you, but you have spoken everything, and he looks at you. Mtu anataka kubariki lakini umenena kila kitu na kuangalia. You know, sometimes you can silence. Sometimes silence is being mistaken as wisdom. Ya kwamba kunyamaza, mtu mnyamavu saa zingine huchukuliwa kama mtu mwenye hekima. Sometimes we lose some opportunities because our tongues you speak a lot. Tukosesha hata mazingira kwa sababu ndimi zetu tunanena mengi. When you are given this microphone, you have spoken everything. Ukipewa kipaza sauti hiki umenena kila kitu. You have said everything. Umesema kila kitu. Even the way you wanted to, you felt you were angry and you felt like beating your husband. Ulikuwa njaa ukakani kaeni uko. Nilikuwa hapa siku nyingine hapa. Karibu nipige Francis. Oh, sorry. Ukiona na kutumia najua. Ukiona sitajagi watu. Ukiona kiwataja na nyinyi wote ni watoto wangu. Amen. So I'm just using you as a anatumia tu kwa mifano. Yes, because you are all my children. Nyinyi wote ni wana wake. Na ukiona nikikutaja ninajua hiyo hapo hauyuko. Amen. Ukiona sijakutaja kwa kitu sana ujue na shuku unaweza kuwa uko hapo. Praise the name of the living God. Jina la Bwana libarikiwe. So there are people that, yani wewe ni mwanaume lakini ukianza kupepeta bibi na maneno, you know, unajua tunajuana tu ati wanawake ndio wana, but there are men, kuna waume that wao ndio siku hizi. Kuna mtu alisema ni siku hizi wanaume ndio wako na moshene. Unaenda hadi unapeana moshene mahali ambapo haufai peana. You lose an opportunity. unakosa nafasi. Your tongue. Ulimi wako. You don't know what to speak and what not to speak. Haujui ni kitu gani unene na kitu gani haufai unene. If right now God gives you an opportunity, I want you to know Nataka ujue that people are known by what they speak. watu hujulikana kwa kila ambacho wanakisema. Because from the abundance of the heart, Tokana kwenye moyo, the mouth speaks. mdomo hunena. I will know someone Nitamjua hates me aliye karibu nami just by making a certain statement. kwa kutoa tu statement fulani. So wise people, Watu wenye hekima they listen to what you say, sikiliza kwa kila ambacho unanena, so that they know what is inside your heart. ili wajue kila ambacho kiko ndani ya moyo. Please be wise. Tafadhali kuwa jirani, Be wise. kuwa mwerevu. Do not speak. Usinene tu kihobela hobela. Kidogo ushapewa microphone, kidogo ushasema unajua sisi, mimi hata kama sio maombi, kama ingekuwa ni mimi kushika familia yangu na maombi, yani hata sijui ingekuwa aje. Unajua sijui nani, unajua hata kuka yake, hata baba yake alikuwaga hivyo. Hata nimetoka kwa ujuzi, venye nimetoka kwa ujuzi nikasikia hata kuka yake pia alikuwaga hivyo. Mimi Mungu tu anisaidie kwa hiyo jamii. Ushaongea everything and someone looks at you like this na anaangalia, okay, this is how nikikuajiri utakuwaga. Kwa hivyo nikikutafutia kazi, bali nafanyaga kazi, utakujaga kusema mpaka kuna watu wako na yani mdomo. Unaona hata hiyo mimba ilizako nayo
ninashuku sana kuna wakati hawako wanaelewana. Kai, unajua wacha hata hiyo. Unaona hata huyo jirani yako kando na yeye. Kai, wacha hata hiyo. Yaani you have many things. Una vitu vingi. Umeconnect and someone is just looking at you like this. Anasema okay. Huyu ndiye anataka nitafutie. Huyu ndiye anataka nimsaidie. Huyu hakuna haja nimpeleke. Hakuna haja, naomba tu bado omba tu tutakushughulikia. Juu anaona akikufungulia mlango ingine itakuwa ni stress. Neighbor, watch your tongue. Angalia ulimi wako. Unaongea sana. Unaongea. Dakika kidogo tumepewa. Yaani hata hujajua mtu ushamwambia unajua sijui nini, unajua tumeenda hata kuna wakati. Yaani hata kuna wengine hata hawajui ati unatoka wapi, ati mimi natoka Busia. Hapo karibu na nini? Unaona hiyo duka ya green. Anakuuliza duka ya green gani? Mimi nimekuwa huko. Yaani you know everything. Unajua kila kitu. And whoever you are talking to has got a solution to your problem. Akona suluhu ya shida zako. You have been telling God, I want a good wife. Nataka mke mzuri. Wewe ushaenda kwa mwenye anakupea bibi. Na ushaanza. Unajua mimi nakuwa mzuri sana. Bibi nitakuwa namsugulia meno. Mimi hata wacha hata meno. Hata kama nikumlisha tamlisha. Lakini mimi nakuwa na hasira mingi sana. Mimi hata nasikia naweza ua mtu. Mimi sasa ushaongea mpaka ashajua kumbe huyu mpaka anakuwa na hasira mingi. Ataua au pati. Tadi. Tadi penye mengao bwana kuja hapa. Wamekuita. Shajira undiusi usikwe na haraka bwana. Amen. Amen. Pia ujue pia age pia inasonga. Lakini usikwe na haraka. Age pia inasonga. Ningependa kudedicate mjukuu kendo kai. Next thing, so sometimes these things we are missing them. Tumevikosa. We are praying amiss. Tunaomba vibaya. Why? Babu gani? Because sababu we are not watching. We are not watching. Hatuangalii. Next is what? Character. Tabia. Character. Tabia. Character. Tabia. God is looking at you and is saying, this person is evil. There are people who are good when they are just good when they are poor. Kuna watu ni wazuri wakiwa maskini. There are people who are good when they are poor, but give them money. Kuna watu ambao ni wazuri wakiwa maskini. Wape pesa. If they don't have anything, they are very humble. Kama wana kitu ni wanyenyekevu. They are very good. Watu wazuri. They can pray. Wanaweza omba. They can listen to the word of God. Wanaweza sikiliza kwa neno la Mungu. And tell them they can preach. Pako wanaweza hubiri. But give them money. Wape pesa. Devils. Shetani. They can tell you if you are a wife, they can tell you. Kama wewe ni mtu anaweza kwambia. Look at me. Niangalie. I have money. Na pesa. I can marry another wife. Pesa wa mke mwingine.
God is looking at you and say, this person Kwambia huyu mtu will die early. atakufa. I better delay. Ni vyema nicheleweshe. Because character. Tabia. Let me tell you, child of God. Wacha nikwambie mtoto wa Mungu. God, Mungu, any person who has been created by God, yote aliyeumbwa na Mungu, God has put his glory upon you. Mungu ameweka utukufu wake juu yako. And the glory Na utukufu attracts. huvutia. So, glory Utukufu is what brings favor. ni kile kinaleta kibali. So you are favored Napata kibali because of the glory, hapo utukufu which is free from God. imetoka kwake Mungu bure. So when the glory is upon you, Utukufu kiwa juu yako, you are favored by men. napata kibali kwa watu. When you are favored by people, Kishapewa kibali na watu, people are attracted to you. watu wanakuwa na mvuto kwa sababu yako. But what will sustain the favor? Kile ambacho kitalinda kile kibali, What will sustain people around you? kile kitalinda watu ambao msengera, What will sustain influence? kile kitaleta kwako kushawishi, It is character. ni tabia. There are people who every week Kuna watu kila wiki they have new friends. wako na marafiki wao. There are people, even the wife they have right now, Hata wako walio nao sasa, they are 11. It is their 11th wife. wako 11, 11th wife. wako 11. Character. Tabia. You are a man. Wewe ni mtu wa kiume. When you are just good when there is no money. Wewe ni mtu mzuri kama hakuna pesa. But when you touch money, Ukiguza pesa hivi, when you walk out of that house, ukitoka nje ya hiyo you nyumba, are telling your wife, ambia mke wako, continue eating my money. endelea kula pesa zangu. But I don't want to see anybody Sitaki kuona yeyote touch going close to the unga, to the bucket of unga. akisogea kwenye ndoo ya unga. Hadi umeweka fingerprint. Wa unga ya ugali. Umeweka fingerprint, ukirudi jioni unaweka mikono kama zinaingiana. Lakini wakati hauna pesa, babe, sweetie, hebu enda ukope kwa duka, tutalipa. Wacha upate pesa. Hata kutoa hiyo pesa yenye uliambiana wakope ni shida. Alafu unaenda mbele za Mungu hapa. You know, papa Reva anatuombeaka. Hiyo madhabahu inafanya kazi. Unakuja hapa unaimba, unaruka, unasweat meno. Alafu unasema Bwana amekusaidia. Bwana, alafu naomba Mungu, nataka Mungu akujibu. There are things God will never answer you. Na vitu ambavyo Mungu hatawahi kukujibu. Because he knows the person you have is the right person. Anajua mtu uliye naye ni mtu anayefaa. And if he blesses you, Akikubariki, you'll get the wrong man. utapata mtu ambaye hafai. Watch your character. Angalia tabia zako. Kuna watu hapo pengine Mungu atawajabariki kwa sababu anajua akikubariki na pesa. Ndio tabia. Unasema kama ukitaka kujua mtu vile hayuko, mpe pesa. Wewe ukwagi na marafiki. Yaani wewe huwezi kuwa na rafiki. Wewe leo uko na rafiki fulani, kesho ashakuwa mbaya. Kesho ingine umepata mwingine. Kesho tena ni mbaya. Hiyo siku ingine tena wewe ni mbaya. Kumbe na kuna watu wachoyo mpaka kwa watoto wake amezaa. Mwanaume, siku umepata mshahara unaingia kwako late. Kumbe mahali umeenda uko, tunakupale tu kwa Mutura nikatie, unaanza na 20, ongeza ya 30, ongeza ya 50, ongeza ya 100, umekuwa winja. Unakuta umekula Mutura ya 500. Nyumba unaenda unawabebea cabbage. Unawambia pikeni, mimi nasikia leo niko sawa. Bwana anakuangalia, tumbo inakusumbua. Kumbe umekula Mutura ya 500 kwa tumbo.
Bwana anakuangalia, naona huyu nitamjibu aje. Kama 20,000 ndio shida, praise the name of the living God. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe ni mwanamke, lakini Bwana anaangalia tabia yako. Sees your character, he says no. Anatazama tabia zako. If I bless her, nikimbariki huyu, her husband, mume wake will be her house help. Atakuwa mfanya kazi wake wa nyumba. Have you ever asked yourself a question? Chajiuliza swali. If just in case you are being paid, you are ready and you are being paid 3 times what your husband is earning. Ingekuwa ni binti na unalipa zaidi ya mara 3 ya kila ambacho bwanaka analipa. Do you think you will still be cooking for him? Bado utakuwa unampikia? Huh? Or you can even tell him not to go to job. Ungemwambia hata usiende. Unaweza hata mwambia hiyo kazi yako sio nani kitu inafanya kwa hii nyumba. And I want to talk to men here. Kunena na waume hapa. Do not go and live in a house that you cannot pay. Siende ukaishi kwenye nyumba hauwezi lipa. Wanaume msikilize. Are we together? Kwa pamoja? I don't know the degree that you are with your wife. Hajui elewana na mke wako. That is up to you. But this is wisdom. Lakini ni hekima. Go into a house that you as a man you can pay. Enda kwa nyumba wewe kama mtu wa kiume unaweza lipa. Even if you use your own the entire salary, but be the one. Lakini hata hiyo tu kwa ule ambaye utakuwa unalipa. Respect is not wielded. Ya kwamba heshima haichomelewi. It is earned by taking responsibilities. Inaonekana unapojukumika. Some people here, if God blesses you, you are like you can even get 2-3 houses and get women to stay in them. Wengine hata mkibarikiwa hapa mnaweza chukua nyumba 3, weke ule wake na muwe mnalipa. That is why God is saying no. I siwezi bariki huyo. He will be better serving me when he is poor. Ni vyema nitumikie akiwa maskini. Some of you, if you are given a vehicle, wengine wewe mkipewa gari, people will know. Watu watajua. So you better watch your character. Ni vyema ukatazame tabia zako. Character will sustain the blessings of God upon you. Tabia zitalinda baraka zake Mungu juu ya maisha yako. Praise be to the name of the Lord. Bwana libarikiwe. So as you pray, napoomba, pray and watch. Omba ukitazama your character. Tabia zako. Or else you will be praying amiss. Hivyo hivyo utakuwa unaomba vibaya. You will be praying amiss. Utakuwa unaomba vibaya. There are people who are very good in church. Na watu ni wazuri kwenye kanisa. You put on good suit like mine. Na masuti nzuri kama yake. Very powerful. Ambayo ni nzuri sana. Yenye thamani. But in your house, lakini kwenye nyumba yako, your wife, mke wako sees you as a devil. Anakuona kama pepo. And you are there. Na uko hapo. Character is what markets you, brings you forth. Tabia ndio huuza ama kuweka pale mbele. That is why I tell women in this church. When I come to your house, don't prepare for me what you can't prepare for your husband. Because I eat everything in my house. So you want to ati vayo nakuja tu vayo ananipikia. Nini unataka bila kukula? Spanish omelette. Na Grace inafaa ujue hiyo kitu jamaa anapenda. Sababu ameitaja. Babies. Imagine unaimbaka tu nipikie Spanish ipikwi.
Ukisema mayai ipikwe inawekwa tu hivyo. Unajua Spanish omelette ni mayai tu inawekewa tu vitu. Prices. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na sasa siku pastor mchungaji amekuja, hiyo Spanish ndio inatengenezwa. Inatoka kwa nyumba. Na pia pastor wao wanakuja baraka. Our characters are what sometimes makes us not receive from God. Let's change our character. Tubadilishe tabia zetu. Let's change our character. Tubadilishe tabia zetu. Praise the name of the living God. Let us change our character. Wacha tubadilishe tabia The zetu. last one is the heart. Ya mwisho ni moyo. The heart. Moyo. The Bible says that our heart is deceitful. Ya kwamba mioyo yetu ni miongo, midanganyifu. Deceitful. Ni midanganyifu. Our heart. Mioyo yetu. Desires. Matamanio. In some of us, our hearts Mioyo yetu are full of anger. imejaa na hasira. Kuna watu hawezi joke na wao. Unaweza cheka na wao sahihi, ajui jokes. Leo kuna watu hawajuangi jokes. Unaweza fikiria mko na jokes, kumbe amekuekelelea. Kuna watu hasira zao wanakuwa wameweka hapa. Kidogo mnacheka, mnapiga story, wewe jamaa unafikiria umeweka mwingine kwa kiti, una watch news na una joke kidogo na anapika kwa kitchen. Ndio asufuria kamekuja. Baba nini unamaanisha nini? Kitambo unisi hivi nasikuta kama kugonga. Unashika mama na nisi tunaongea tu hapa. Hapana, umekuja sana. Kidogo wewe amesharuka amepanda juu ya meza. Anambia baba nani unajua umenizoea. Ndio baba nani umenizoea. Unafikiria wewe ni mwanaume? Kuna watu mpaka wamebeba hasira za 2013 akiwa primary. Hadi waza girlfriend alikukosea, sasa umeshika unaona kila mpaka uko na bibi, lakini unaona kama huyo bibi anafanya nini? Kukosea. Unasikia tu hasira ya 20 ya 2009, unasikia hapo hasira bado kwa hapa. Kasira ya 2009 bado kasira kako unasikia tu kwa sababu ya ile. Hebu nani anichezee tu hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. The heart is full. You know some people mioyo yao imejaa mambo mengine that God is looking at them. Mungu anawatazama And he's like, no. Sema hapana. And that is why we pray amiss. Ni sababu tuombe It is my vibaya. prayer that is this church. Ni ombi kwa hili kanisa. We are going to be people who are open for the blessings. Watu ambao tutakuwa watu ambao wako wazi There kwa are baraka. people, their heart imejaa chuki. Huko na machungu na chuki kitu kidogo. Kitu kidogo tu. The way you are handling other people. Unavyochukulia watu wengine. And God is looking at you and is like, Mungu anakutazama na kana. I can't bless this person. Sisi bariki. If I bless this person. Ninapobariki mtu. Unajua kuna watu wenye is either their way or no way. Wenda kuna njia ama hapana. Their way or no way. Vile amesema ni hivyo. Na kama mwezi fuata hiyo kitu haifanyiki. Haitafanyika na hata mkijaribu hata work juu chini ifai. And you are there, God bless me with 1 million. God bless me with 1 million. Hey. Si utakuwa unapiga simu unasema nani nimesema
Unasema nini? Hiyo haifanyiki. Na ifanyike hivi. Na umekata simu. Utakuwa unakuja hapo unaambia Rev, nataka tufanye hivi. Rev akikataa, umekuja hapo umemwaga pesa, umeleta umesema Rev tutaifanya hivi, ama ushafanya usiku na pesa. Na ushahonga deacons wote, mwaita usiku. Mwambia deacons shika hii 5,000, nataka tufanye hivi. Kesho nikikuja hapa nakuta mmenitoa kama pasta. Hangaika na 5,000. Our hearts. Yeah. Na mtu roho yako umeshika machungu ya sijui siku gani, umebeba watu kwa roho. Na ndio maana Bwana akubariki kwa sababu hiyo roho machungu umebeba revenge. God is looking at you and anasema, if I bless this person, he will revenge. Hata slipiza kisasi. Bwana akikubariki unasikia uende uingie huko na bulldozer kwa wachawi na kodeshe nini? Excavator uende fieke wajue umeingia kwa boma. And that's why there are people. Sababu kuna watu. Sometimes God has not given you that money for dowry. Mungu hajakupa pesa kwa sababu ya kutoa mahali. So that you may learn. There are people. That is why maybe some dowries are being delayed. Because there are people. Kuna watu wengine. When they get that money. Wakipatiza pesa mahali. And they pay the dowry. Walipe mahali. Now you become their slave. Unakuwa sasa wewe ni mtumwa wao. You become their slave. Na kuwa mtumwa. I bought you. Nilikununua. What can you tell me? Taniambia nini? Even they will even call your parents. Wataipiga wazazi wako hata sio. And send them 10,000. Watu 10,000. And they tell them, waambie, I am beaten your daughter. Nimepiga binti wangu. Because your daughter Hapo binti wangu has been refusing amekataa to cook good food for me. pika chakula kizuri kwa sababu. And the parents, because you have sent them 10,000. Hapo kwa sababu ametumia They will 10,000. tell you, Takwambia, continue my son. endelea mtoto wangu. Continue my son. Endelea mtoto wangu. Beat her. Pige. Teach her. Mfunze. She is very stupid. Yeye ni mtu mpumbavu. Good for nothing Ambaye lady. hafai. Teach her. Mfunze. Because you have money. Babu kuna pesa. God is watching. Mungu anakuangalia. So watch your heart. Angalia, tazama Maybe moyo. that is why God has not been blessed. Pende sababu Mungu hajakubariki. Because God is seeing. Mungu anatazama. I bless you. Akikubariki Your heart moyo wako is not in your husband. si hauko kwa mume wako. Your heart is not in your wife. Moyo wako hauko kwa If mke I wako. bless you, Ninapokubariki you will leave. utamwacha, You will leave them. utaacha And you will miss na utakosa the purpose. kusudi. So whatever God blesses you, Chochote Mungu alichokubariki, if you want God, kitaka Mungu, and that is why kwa sababu I always tell us, Bwana atuambia, that's why I love serving people. sababu anapenda kutumikia watu, Even for the crusades, I love crusades. anapenda mkutano. Because when you give to people, Napotoa pewa watu, even if we don't get even a single member, hata kama hatupati mshirika, I feel refreshed because we have given hope to ya someone. kwamba tumetia mtu moyo. Even as we pray, Hata tunapoomba we need to watch yafaa tuangalie, and to know tujue that God kwamba Mungu is not a respected of a person. hajaheshimikwa na mtu yote. He's looking at you and seeing. Anakuangalia na anaona. The rasters sometimes, if we bless the rasters with 5 million, Wakati mwingine kibariki na milioni 5, they will go and buy instruments, powerful instruments, tena anunue vyombo vyenye nguvu and split the church. na atagawanya kanisa. And God is saying, no, Anasema hapana, I need to hold on. nafaa nishikilie kwanza. Because if I answer his prayer, Napojibu maombi yake, his mind akili yake is not aligned haitalingana to my will. na mapenzi yako. So is your prayer Maombi yako aligned to the will of God? napolingana na mapenzi ya Mungu, Is your request
maombi yako aligned to the will of God? ikijipanga na mapenzi ya Mungu? Are you praying and watching Naomba ukitazama that you may not fall into temptation? ili usiingie kwenye majaribu. Praise be to the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. I want you to go before the Lord Enda mbele za Bwana, and tell the Lord, ya Bwana, Father, Baba, clean my mind, kwamba osha akili zangu, refresh my mind, iweka akili zangu sawa, refresh my career, my character. osha tabia zangu. Help me, Lord, Saidie Bwana in my ways, katika njia zangu, that you may answer my prayer. ili ukajibu maombi yangu. Wherever, Lord, I've gone wrong for you, Popote ambapo nimekosea, Lord, Bwana help me, nisaidie even in my attitude. katika nia zangu. Help me, Lord. Bwana nisaidie. Lord, Bwana transform me, badilishe, that I may be aligned kwamba nikajipanga to your things. sawia na vitu zangu. Open my eyes, Fungua macho yangu, that, Lord, I may see Bwana nikaweze kuona what you need me to do. kile ambacho nahitaji mimi In the mighty name of kwa Jesus. jina la Yesu. I want you to go before the Ila Lord mbele za Bwana, and tell the Lord, ambia Bwana Lord, help me, nisaidie, because I want you. sababu nakutaka, I want to know you. nataka nikujue. Help me, O Lord. Saidie Bwana, Open your mouth. fungua kinywa chako. Bwana, asante mfalme. You know where you have been going wrong. Najua pale ambapo unakosea. Tell God, forgive me Bia Mungu tusamehe, and help me. nisaidie. Lord, help us, Lord. Lord, we desire that our prayers be answered. Father, where we have been, Lord, where our ways have not been pleasing you, Lord, forgive us. Where, Lord, our attitudes have gone against you, Lord, forgive us. Where our characters, Lord, have gone against your will, Lord, forgive us. We pray, Jehovah God, that you help us, oh God. The Lord, you help us. The Lord, you help us. The Lord, you answer our prayers in the mighty name of Jesus. The Lord, you answer our prayers in the mighty name of Jesus. We pray, Jehovah God, that you answer our prayers. We don't want to pray amiss. We want our prayers to be answered. Jesus. Lord, where we have, Lord, thought of things that are not of you, Lord, forgive us, oh God. In the mighty name of Jesus. Father, we give you glory. Father, we honor you, Lord, because you are worthy and you are lifted up. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Let's pray hands together for the Lord. Pigie Bwana makofi.